Ufunuo kuanzia sura ya 20 mstari wa kwanza. Nataka tujifunze hizi habari muhimu sana na habari nyeti sana. Mstari wa kwanza anasema, kisha nikaona malaika akishuka kutoka mbinguni mwenye ufunguo wa kuzimu na mnyororo mkubwa mkononi mwake. Akamshika yule nyoka wa zamani ambaye ni Ibilisi na Shetani, akamfunga miaka 1000. Akamtupa katika kuzimu, akamfunga, akatia muhuri juu yake asipate kuwadanganya mataifa hata ile miaka 1000 itimie, na baada ya hayo yapasa afunguliwe muda mchache. Kisha nikaona viti vya enzi juu yake, nao wakapewa hukumu. Nami nikaona roho zao waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu, kwa ajili ya neno la Mungu, na wasiomsujudia yule mnyama wala sanamu yake, wala hawakuipokea ile chapa katika vipaji vya nyuso zao wala katika mikono yao, nao wakawa hai wakatawala pamoja na Kristo miaka 1000. Hapa nataka nizungumze habari za utawala wa Yesu Kristo miaka 1000 hapa duniani. Biblia hapa inasema malaika akishuka kutoka mbinguni akamkamata yule joka wa zamani, ambaye Biblia inasema yule joka wa zamani ni Shetani, Ibilisi, ambaye alimdanganya Adamu na Eva kipindi cha kwanza. Akamkamata akamfungia kuzimu miaka 1000, na hiyo miaka akamweka muhuri asiwadanganye watu. Manake nini? Manake katika utawala wa Yesu wa miaka 1000 kutakuwa hakuna udanganyifu, na Yesu atashuka, atafikia pale Israeli na atatawala miaka 1000. Hapa duniani kutakuwa na watu waliopigwa chapa ya mnyama, ambao pia hawatakuwa wamekufa, watakuwa wako hai kwenye huu utawala wa Yesu. Hao watu hawataweza kudanganya, kwa sababu Shetani atakuwa amepigwa muhuri wa kutokuwadanganya watu. Nataka nizungumze nini hapa? Nizungumze hiyo miaka 1000 itakuwa ni utawala wa amani na haki wa Yesu Kristo. Manake watakatifu ambao tutakuwa tumeshanyakuliwa, tukirudi hapa chini tutatawala pamoja na Yesu Kristo. Utawala huu utakuwaje? Manake utawala utakuwa kama hivi utawala wa dunia unavyouona, lakini utawala utakuwa tofauti wake ni utawala wa amani na furaha. Bwana Yesu sifiwe. Nataka nizungumze na wewe popote unaponisikia. Hii sio fursa ya kukosa kabisa. Manake kama hujawahi kuwa kiongozi wa serikali, na maana katika utawala wa Yesu Kristo, kama ulikuwa unatenda mema, utakuwa kiongozi kwenye utawala. Inawezekana wengine watakuwa wabunge, wengine watakuwa mawaziri, whatever itakavyokuwa, lakini Yesu Kristo ndiye atakayekuwa mtawala kwa hiyo miaka 1000. Utakuwa ni utawala wa amani, utawala wa furaha, utawala wa baraka sana. Lakini baada ya miaka 1000 kupita, Biblia inasema yule Shetani sasa mharibifu atafunguliwa kuzimu. Sasa baada ya kufunguliwa kuzimu, manake anaondolewa ule muhuri wa kudanganya watu. Wale watu waliokuwa duniani ambao walikuwa na chapa ya mnyama, Shetani atakuwa rahisi sana kuwadanganya, na atawadanganya kwenda kupigana na Yesu, yani kwenda kupigana na ufalme wa Yesu baada ya hiyo miaka 1000. Sasa Biblia inasema hivyo ndio vita vinaitwa Armageddon. Shetani atawadanganya wengi, watu wataenda wote kwenda kupigana na Yesu, kupigana na sisi watakatifu. Biblia inasema moto ukatoka kutoka huko mbinguni utawaramba wale wote, na Shetani atakamatwa sasa, atatupwa katika jehanamu ya moto, na Biblia inasema pale ndipo hukumu